Hii video ni kwa ajili ya Gen Z. Haya maandamano ya D9 mlietisha wenyewe, mimi nikafanya kuyaunga mkono tu. Tofauti na yale ya kwanza. Yale ya kwanza I had a very huge part to play. I think mimi ndio nilileta ile idea ya maandamano na nilipush sana. Nilipush daily 24/7, niliyapush yale. Lakini haya ya pili mmekuja nao nyinyi wenyewe na mnapush sana nyinyi wenyewe, mimi na support pale napoweza. Sasa nina wazo ambao naomba mlifikirie, alafu nyinyi mtaamua kama ni wazo zuri sio wazo zuri, kama tulivyofanya kipindi chote cha uchaguzi. Hakuna kitu ambacho kilifanyika ambacho nimeamua mimi peke yangu au nimeamua mimi as mwenyewe. Tulikuwa tunashauriana hapa. Kuna idea nilikuwa nakuja nazo na wapeni, mnasema hizi dada wangi hapana, tunataka hivi, na mimi nawasikiliza. Kwa hiyo hata leo ni idea naitoa. Alafu nyinyi wenyewe mtaamua kwenye comments, mtaniambia ni idea mbaya au nzuri, na huko TikTok mtaamua, alafu tutafanya kile ambacho mmekiamua nyinyi. Sasa ni hivi. Tarehe 9 Disemba tulichagua kwa sababu ni sikukuu ya uhuru. Tulijua kutakuwa kuna shughuli kubwa. Sasa wamecancel. Mbali kucancel, wamesema haitakuwa siku ya kazi. Kwa sababu wanataka kila mtu akae nyumbani. Kila mtu akishakaa nyumbani, nchi itakuwa kimya. Nchi itakuwa kimya. Sababu iliyofanya maandamano ya Oktoba 29 yakafanikiwa, kwa sababu ilikuwa ni siku ambayo kila mtu lazima atoke nje. You feel me? Ilikuwa ni siku ambayo ililazimika nchi iwe busy. Kwa hiyo ikawa rahisi watu kutoka. You know? So I'm thinking tarehe 9 kama nchi itakuwa kimya, kila mtu akakaa ndani, I feel like kutakuwa labda kuna uzito fulani wa watu kuanza ile kutoka, you know. So mimi nilikuwa na suggest haya maandamano tuyapush mbele wiki 2, wiki 3 yafanyike siku ya Christmas. Why? Kwa sababu siku ya Christmas lazima kila mtu atoke. Serikali haiwezi kucancel Christmas. Haiwezi kucancel Christmas, haiwezi kucancel mwaka mpya. Lazima watu watoke waende makanisani, lazima watu waende kwenye sherehe, lazima watu hivi. Hawawezi kusema watu wasitoke ndani, na hata wakisema lazima watu watatoka ili waende makanisani ili wafanye nini. Yaani lazima shughuli zifanyike tarehe 25. So mimi nilikuwa na suggest haya maandamano yawe pushed mbele. Wiki 2, wiki 3 mbele yafanyike siku ya Christmas. Naona ndio mafanikio yatakuwa makubwa zaidi na kutakuwa kuna urahisi wa kila mtu kutoka siku ya Christmas. Like I said, ni suggestion, so toeni mawazo yenu kwenye comments na uko TikTok. Hey guys, hii video ni kwa ajili ya serikali haramu ya Tanzania. Ni kwa Samia, ni kwa Kikwete, ni kwa huyo ambaye sasa hivi anajaribisha kujidai yeye ni Magufuli, anajaribisha kujivika ngozi ya Magufuli ili kuwadaa Tanzania, Mwigulu Nchemba na wengine wote kwenye hiyo serikali haramu. Kwanza kabisa inabidi mshukuru kwamba baada ya mauaji mliofanya, baada ya ukatili mliofanya kwa Tanzania, walikuwa wanadai haki. Bado vijana wa Tanzania wanadai haki kwa njia ya maandamano. Bado wanadai haki kwa njia ya amani, bila hata kisu, bila hata rungu, bila hata nini. Bado wanadai haki kwa mikono mitupu. Inabidi mshukuru hilo. Inabidi muangalie historia za nchi zingine zote za Afrika. Kilichofanya uasi ukatokea ni haki kukosekana, na watu kujaribu njia zingine zote za kudai haki kwa amani zikashindikana. Ndio hiyo iliyofuata kwa situation iliyotokea Tanzania Oktoba 29. Inabidi hii serikali isijidanganye. Sasa hivi wa Tanzania, vijana wa Tanzania wako kwenye stage wanadai hii haki kwa mikono mitupu. Wanadai hii haki kwa maandamano. Alafu nyinyi mna respond kwa risasi. Na bado wanaendelea kuidai kwa mikono mitupu. Mnadhani hii haki ikikosekana kwa njia ya maandamano, haki wakikosa kwa njia ya maandamano, mnadhani vijana wa Tanzania kitakachofuata ni nini? Serikali ya Tanzania na wauliza, mnadhani hawa vijana wata accept? Mnadhani vijana wa Tanzania
baada ya mauaji mliofanya, unyama mliofanya, mnadhani vijana wa Tanzania wata accept kwamba tukubali tu sisi tuko chini ya uongozi wa mtutu, tukubali tu tunaongozwa na majangili na majizi ambayo yanatuonea, yani mnadhani watakubali, watatulia, maisha yataendelea? Kuna mtu Tanzania anadhani hiyo ndo outcome itakayotokea Tanzania? Mimi I have news for you, because hicho ndo kilichotokea kwenye nchi zote ambazo kumetokea vikundi vya uasi. Ni kwa sababu haki ilikosekana kwa njia nyingine yoyote. Kitakachofuata Tanzania, yani kuna watu wanajidanganya kwamba kuna possibility ya Samia kuendelea kuwa rais, hawa kina Mwigulu Nchemba kuendelea kushikilia nchi illegally bila ridhaa ya wananchi, na nchi ikaendelea kuwa kama zamani, ikaendelea kuwa na amani. Hiyo kitu hakipo. I hate to break it to you. Unless haki ipatikane Tanzania, it's only downhill from here. Yani hakuna upside ya Tanzania baada ya kitotokea 29 bila haki kupatikana. Hakuna upside. It's only downhill. So ni lazima watu waangalie jinsi ya kutoa haki. Ni lazima. Mimi nawaambieni leo, hii nawaambieni kama oni, kitakachofuata. Kumbukeni enzi za Magufuli. Kulitokea nini kule Kibiti? Walianza kutokea waasi. Na sababu yake ilikuwa nini? Kwa sababu watu hawakuongelea kipindi kile. Sababu kipindi kile udikteta wa Magufuli ulivyoanza kwa upinzani, utekaji ulivyoanza, haki ilipoanza kukosekana, si ndo ikaanza kutokea issue za Kibiti kule? Kuna watu wakaingia msituni, wakaanza kuua watu Kibiti. Mnakumbuka? Sasa this time mnadhani hawa vijana wataenda kuchukua hatua gani kama watakosa haki kwa njia ya maendeleo? Ya maandamano. Ni lazima haki ipatikane kwenye nchi ili tuokoe nchi. Ni lazima haki ipatikane. La sivyo mnaipeleka hii nchi. I say, kuna yule mzee aliongea, nitaitafuta ile nitaiweka hapa kwenye. Alisema Tanzania inaenda kuvamiwa kwa sababu haitawaliwi vile watu wanataka. Jamani, ni serikali batili, toeni haki. Hii nchi hairudi kutulia no matter what. Mmeua watu. Hakuna nchi ambayo ilitokea kilichotokea Tanzania, mauaji mengi ya kiasi hiki, na hiyo nchi ikaendelea. Hakuna. So please do the needful. Hii nchi hakuna mtu mwenye hatimiliki. Sio lazima nyinyi mshikilie. Sio lazima. Ruhusini wa Tanzania waweze kuchagua serikali yao. Ruhusini waweze kuchagua chama chao, madiwani wao, wabunge wao. Waruhusini ili waweze kupata maendeleo. Sasa hivi kuna uongozi wa kifalme tu, ndio maana nchi ina disappear. Please, toeni haki, tuokoe nchi.